kujua pia elimu ni nini, utaandika a. Sawa? B utaandika b. Da utaandika da. At least sasa kuna idea kale kwamba huyu mbona alikuwa hajasoma, baadaye unasema sasa mbona najua hata kuandika? Mbona najua kusoma? Kwa sababu kiko kitu kinaitwa elimu ya watu wazima. Hawa Mungu ametupa sisi. Na kawaida ya mtoto mahali popote pale anapoishi, kile anachokifanya mzazi ndio kinakuwa cha kwanza mtoto kukiishi. Lolote analo lifanya. Nilifuatilia mahali fulani nikakuta ile mtoto yuko kwenye mazingira ambayo mama anavuta sigara, baba anavuta sigara. Kwa kuwa mtoto anapokaa anaangalia, anakuja kukuta kumbe sigara ndio hicho. Mipango mingine haipo. Ni kwamba tu yeye ataenda kule, baba, mama ataenda kule. Kinachofuata mtoto akifikia umri huu, atachukua gazeti, anafinyanga mdomoni. Ataokota cha kupata, kwa sababu akifika huko ataweza kufaulu, maana lugha anakuwa kidogo na mwelekeo nayo. Kinachowafelisha watu sekondari jamani ni lugha tu, hamna kigeni. 1+1 ni ile ile. Sijui what nini ni kile kile, lakini pamoja na kwamba kwenye Kombolela hamna maudhui ambayo yanamsaidia mtoto. Yaani kuna programu ambazo, kuna vipindi vya TV ambavyo mtu akiangalia vipo vingi ambavyo vinaweza kumsaidia, labda kuna somo fulani analipenda, si ndio? Ving'amuzi watu tunalipia nyumbani kila siku, na pambana tunanunua ving'amuzi. Kwa wale ambao tunaweza kununua ving'amuzi. Kuna program ambayo mtu akiangalia anaweza kutoa huko masomo kabisa, yanaenda moja kwa moja kwenye hizo program anafundishwa. Lakini pia lugha inayotumika mimi nasisitiza ni lugha ambayo yaani hata kama hajui chochote kiangalie tu hivi. Akiona mtu anakuja, sawa, yako akasikia kama si ubongo anafanya kazi na macho anaona. Hii buku afu mtu anafanya hivi atajua ile buku kumbe ni nini? Ni kitabu. Naombeni jamani tusaidiane kwenye hilo. Changamoto nilioiona mimi kwa watoto wangu lugha hamna kabisa. Sawa? Lakini kama tunaminyana na lugha hapa darasani akifika huko nyumbani, na kwenye nyumbani kiamuzi kimelipiwa anaangalia kitu kimoja ambacho ni cha muhimu kuifahamu. Sasa asilimia kubwa nimefurahi tu kwamba tulioko hapa ni wakina mama. Nakuwa napenda kuizungumzia nikipata fursa kama hii ninaongea kwa sababu na mimi ni mzazi. Na kwa sababu wakina mama ndio wenye dhamana kubwa kwenye kipengele cha malezi, ni muhimu tukatambua hilo kulingana na nyakati tulizonazo. Nitaomba tu kwamba tunazungumzia malezi ya sehemu nyumbani, mtaani, shuleni ya kawaida, lakini kwa mujibu wa kitabu ambacho mimi nakiamini, Biblia, na mimi niko vitabu vya Biblia nayoamini inaniambia kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, nasema naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Maandiko yanasema hivyo, Mithali 22:6. Maana yake ni kwamba mtoto anahitaji kuanzia kila mtoto awekezewe vitu vya msingi. Akishakuwa mtoto ndio nasema wa mama. Yaani haijalishi kwa namna gani, hata mtoto ameenda saa nyingine anaposoma masira Mungu uende naye kurudi naye, lakini kitokea mtoto kama pengine hujaweza kwamba mama yake anajua, lakini kitokea huna jinsi ya kukwepa. Mama yake anajua. Au wewe unaelewa. Sio mtoto, sio shida, lakini hivi unapokuwa na mtoto kunamaanisha kwamba mfundisha tabia mbaya. Kwamba kukuta au mpaka yote yanafanyika, maana yake mwenye dhamana kubwa kwa watoto au kwa uzao ni mwanamke. Chagua kwamba huyu azae kwa uchungu, huyu asiye, kwamba tunazaa kwa uchungu wote. Maana yake kumbe tuna dhamana kubwa. Sisi tuliona uchungu ni sisi hao tunauweza kumlilia Mungu kwa ajili ya vizazi vyetu. Tunashangaa mama katikati au anakuambia mashe mkubwa aende au mashe mzee aende, lakini yeye kapata wapi hiyo huruma? Ni mazingira ambayo yamkini kwenye msingi ashawahi kuelekezwa, lakini ameshaingia kwenye kundi kulingana na mazingira. Lakini mwisho wa siku kuna vitu vinamkumbusha. Kwa hiyo ndugu zangu, kina mama, wazazi wenzangu, nasema hivyo nikiwa na maana kwamba na mimi ni mwanamke ambaye naamini kabisa kwamba shetani anafanya vita na uzao wangu. Kwa maana hiyo tunatakiwa tujue, uwe Mkristo au Muislamu, omba dua kwa ajili ya mtoto wako. Mlee kwenye mazingira ambayo unajua kabisa kwamba haya yatamsaidia niwepo au nisiwepo. Asanteni sana. Pia tuna Preform 1. Preform 1 kwa maana kwamba 2026 tumekuwa nao
na waliopo hapa na wengine wako nyumbani hawajafika, wameendelea toka mwezi wa 9, wa 10, 11 huu na wa 12. Kilichobaki ni kuandaa kwa ajili ya mwakani. Tunawapa pongezi kwa sababu wote ambao wapo hapa wanaonekana wote wamechaguliwa. Tunaomba na ninyi mjikite katika kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shule. Mtoto shuleni huwa ni zito kwa sababu unapoanza gharama inakuwa ni kubwa. Gharama ikiwa kubwa, maana yake mzazi anatakiwa asiwekeze kule ambako kutakuwa hakuna msaada mkubwa wa kuja kuzalisha ile hela, lakini muhimu sana kuzingatia ile eneo la mtoto wa shule. Mtoto akianza mwezi wa kwanza shuleni atadaiwa gharama, kuna uniform, kuna